9 mstari ule wa 4 unasema, Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tunafahamu kwamba Yusufu aliuzwa utumwani, na baada tu ya Yusufu kuuzwa utumwani, neema ya Mungu ikawa juu yake. Baada ya yeye kununuliwa na Potifa, ukumbuke kuna watu waliwakuta mahali pale ambao ni wa muda mrefu, wamefanya kazi muda mrefu, lakini Potifa akaamua kumweka Yusufu juu ya kila kitu ambacho kiko mikononi mwake, vile vitu anavyovimiliki, yani kila ambacho yeye Potifa alikuwa anakimiliki akakiachilia chini ya Yusufu ndo awe msimamizi. Na kama utakumbuka, neema hiyo ilimtoa tena Yusufu kutoka kuwa mtumwa pale. Baada ya kutoka gerezani na muinua, neema inampeleka Yusufu kuwa waziri mkuu kwenye nchi ya ugenini, kitu ambacho sio kirahisi kutokea kwa kawaida, lakini neema ya Mungu iliweza kumtoa Yusufu kumpeleka kwenye kuwa waziri mkuu nchi ya ugenini ambayo sio nchi yake. Tusome pia pamoja kitabu kile cha Warumi 6:14. Warumi 6:14. Warumi 6:14. Warumi 6:14 inasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Amen. Hapa Paulo alikuwa anajaribu kuwaonesha Warumi kwamba ukiwa chini ya neema, kuna namna neema itakusaidia hata kujiepusha na kutenda dhambi. Ile neema kuna namna itakuwezesha, kuna namna itakubeba, kuna namna itakuongoza. Kama nilivyosema, neema ni uwezesho wa kimungu, sio wa kawaida, ambao Mungu anauachilia kwa mtu ili iweje? Ili umsaidie mtu kufanya vitu visivyo vya kawaida. Pale unapokutana na kitu ambacho sio cha kawaida, neema pekee ndio inayoweza kukutoa hapo. Yawezekana hata saa hii unapohudumiwa, unapofuatilia ibada hii, kuna mazingira ambayo unapitia, kuna vitu unapitia, umejaribu kutafuta ushauri, umejaribu kutafuta maombi, umejaribu kutafuta kila kitu, lakini bado upo, hiyo kitu bado imekung'ang'ania. Hebu omba neema ya Mungu kwenye hicho. Ukiomba neema ya Mungu, kuna namna hiyo neema ikishuka itakuhudumia na itakutoa hapo. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya yale yasiyowezekana kabisa. Neema inaweza kufanya, neema inaweza kutenda na kukuvusha hapo. Tunahitaji neema sana kwenye maisha yetu. Tunahitaji neema ofisini, tunahitaji neema kwenye familia, kwenye huduma, kila mahali tunakutana na changamoto nyingi, lakini neema ya Mungu ina uwezo wa kutubeba na kututoa